Kwa majina mimi naitwa Masaka Peter Sawe Masune. Of course nimekuja kwa fundi hapa. Fundi nimekuja kumtembelea. Kuna vitu baadhi nataka nimuulize hapa kulingana na kazi yake ambayo anaifanya. Of course, let's go. Tuko pamoja. Fundi, habari yako? Salama. Za kushinda? Yaani nzuri tu. Vipi kwa sasa hivi nakuona TikTok una movie yako ambayo inaitwa Mjomba. Unaambiaje mashabiki kuhusu ile movie na wanajifunza nini kupitia ile movie? Kwa ile movie ya Mjomba, nataka niwaambie mashabiki zangu waendelee kutufuatilia. Sasa hivi sisi ni wa moto. Wanatuona tumepoa, ila tuna jambo la kuwaonyesha sasa hivi ambacho yani hata mtandaoni sasa hivi wameanza kutuulizia. Kwa naomba tuunge mkono, tuko pamoja. Okay, umezungumzia kuhusu Mmewaka, lakini wengine kuna baadhi hawajaona kazi zenu. Vipi, unazungumziaje kuhusu hilo? Hao ambao hawajaanza kuona kazi zetu waingie Instagram, Facebook, waingie YouTube, kazi zetu wataziona. Esther, hapo unawaambiaje ndugu watazamaji ambao hawajawahi kuona unaigiza, na unazungumzaje kuhusu madha wako, maana ana hamu kubwa ya kuona? Kiukweli sana, tangia nipate hiki kipaji cha uigizaji nimekuwa mtu bora sana katika jamii yetu. Kwa jina langu la uigizaji au movie naitwa Risa, ila kwa jina langu kutoka kwa mama naitwa Esther Deo Shija. Ni mtoto wa kwanza kutoka kwa mama yangu. Kuhusu mama yangu, mimi nampenda sana sana sana, mkamfikishie taarifa, mimi mtoto wake nipo naendelea vizuri, ila pia namwahidi kuwa nitamjengea nyumba kama hii. Wewe unaionaje? Let's go, surprise kwa mama yake, unapendwa. Nyumba hii utamjengea hivi mfuzi. Hapa nimeenda watu wameuza kwa mwekezaji. Tunajua brother bana, tangu nianze kuigiza nimepata kujenga nyumba kama hii. Kwa hiyo na imani nikiendelea nitamjengea mamangu nyumba nzuri, na kuhusu hiki kipaji siwezi nikakiacha. Pia mimi ni mwanafunzi wa kidato cha 3, bado naendelea na masomo yangu, ila nahitaji support kutoka kwa walimu, wananchi, wazazi wangu pia na jamii nzima. Kwa hiyo mimi nitashukuru sana tutakapoona mmetupokea kwa mikono yenu miwili, na tunawaahidi kufanya kazi nzuri japokuwa mtakuwa nasi. Pia na watumeni salamu kwa babangu Deo Shija, mwambieni nampenda sana na nipo tayari kuja kumsalimia siku yoyote ile, na watakieni safari njema. Asante sana Esther, na niko hapa kwa ajili ya kujulisha ndugu mtazamaji kwamba Mjomba bado inaendelea na tumefikia episode ya 4, kwa fuatilia mpaka uone mwisho. Nilikuwa mimi hapa ni Masaka. Asante, surprise. Mmekuja? Mbona kama vile mnanichanganya? Sasa nimekuja na nani mimi wakati nimekuja peke yangu? Bwana, mimi nahisi kama mliondoka pamoja. Nimeondoka naye? Mbona kama vile mnanichanganya? Mimi sijui alikoenda. Mimi nilizani nilipowaacha, nimebaki wote. Hapana, mimi kaka sijabaki naye. Hapana, kitu gani? Mbona mnanichanganya? Mimi pili natoka hapa, nimemwacha pale, amekaa. Sasa atakuwa ameondoka wapi Mjomba sasa? Punguzeni pressure, lazima arudi. Maka huyu mtoto ninavyomjua atakuwa ameenda kwa marafiki zake. Hapana mkuu, yule kijana anaonekana mkuu sana. Anaonekana na nini? Ana mzimu mkali unamlinda. Hapana, tausi. Uni mtoto kweli. Sasa mkuu.
Johnny. Johnny. Naam. Njoo mara moja. Hapa. We John, si ule mbona hauli? Dada maliza hofu. Mbona mimi nakula? Basi tule sasa. Wewe John wewe. Naam. Kwa nimefanya nini hapo? Maana sikuelewi, mkono umeushikilia tu hivyo. Dada. Yaani kilichonikuta jana. Wewe acha. Nini? John. Nini? Mungu anajua. Malizeni mimi hapa. Naona kama vile nimeshiba. Mjomba. Shida nini? Mjomba. Kuna kijana hapa alikuja. Alikuwa anakutafuta wewe. Lakini yule kijana hali yake ilikuwa ni mbaya sana. Na alikuwa anahitaji msaada wako. Na yule kijana ni rafiki yangu sana. Kwa sidhani kama unamfahamu. Alisema anaitwa John. Unasema anaitwa nani? Alisema ni John. Na yule kijana pindi nakuja hapa kijijini ni yeye alinielekeza njia ya kuja hapa. Hako ka John kama vile nakajua. Sasa ka John kanaishi mitaa kule. Au labda katakuwa ndo kenyewe. Sijajua sasa. Huenda watakuwa na shida nyumbani kwao. Maana yule kijana ameumia sana. Yaani mkono wake hayuko sawa kabisa yani. Anahitaji msaada. Mimi lazima nimsaidie. Kwa maana marehemu baba yake alikuwa ni rafiki yangu. Usikia hayo? Mpaka nimeishiwa na nguvu. Watoto wa marehemu rafiki yangu hawezi wakapata shida. Kwa mimi bado ni lazima niende nikasaidie. Maana shida baba yao ilikuwa yangu mimi, shida yangu mimi ilikuwa yake. Ndio maana lazima niweze kusaidia. Pole pole. Taratibu sasa, usiumie. Da. Nitafanya nini kuhusu kaka yangu kwa kweli? Mbona hali yake ni mbaya sana?
na nini kimemkuta hasa. Na nikiangalia hadi humu ndani hakuna chochote. Ila nina wazo. Ni kwa nini nisiende kwa mzee Masaru niombe ushauri? Hapana. Ni sawa. Niende kwa Masaru ili aweze kunisaidia nimpeleke John hospitali. Hiyo inawezekana. John akawa vizuri. Ngoja niwahi nifanye hivi. Mzee Masaru, mdogo wangu John hali yake nyumbani ni mbaya sana. Nahitaji msaada wako. Hali yake ni mbaya sana. Yaani lazima nikusaidie. Kwa sababu hata huyu hapa amenisimulia aliyomkuta huyo kijana. Mjomba, hivi huyu ndo dada yake na John? Ya, ndo dada yake. Binti, pole sana kwa haya ambayo yanakukuta. Umezungumzia John. John ni kijana mwelevu sana, na ndo yeye ndo alinielekeza kuja hapa. Kwa pole sana dada yangu. Asante sana kaka yangu. Ila mimi naomba tu mnishike mkono kwa hili, ili mdogo wangu awe sawa. Naumia sana kumwona kwenye ile hali. Binti yangu, wewe wala usijali. Nitakusaidia. Umesikia? Asante sana baba yangu. Nakushukuru. Mungu. Asante sana. Mungu akubariki. Hamna, usinipige magoti. Weka. Mimi niko tayari kusaidia. Usilie. Nisaidieni. Siwezi peke yangu. Nahitaji msaada wenu. Mkiniacha nyinyi na mimi ndio nitanisaidia. Nakuomba nisaidie. Kakaangu. Bila nyinyi mimi siwezi. Jana nahangaika sana. Naumia. Hamna, usilie binti yangu, usilie. Usilie. Unasikia? Mjomba. Pole sana, pole. Pole sana kwa yale uliyokutana nayo. Yote yataisha. Mwenyezi Mungu atafanya uwepesi, hayo yote yataisha. Njoo kwanza twende tuangalie hali ya mgonjwa.